Nani? Mimi namtambua kama hii mahindi ya nani moyo? Mimi namtambua kama nani? Hii mahindi ya nani? Mimi namtambua kama nani? Basi na wewe atukutane mimi namtambua kama nani? Nimeshikiliwa sasa. Siogopi. Sababu niko kisheria kwa kazi hapa. Niko kisheria kwa kazi hapa. Kosa lako ni nini hapo mheshimiwa engineer? Kosa langu ni lipi? Sijui ananishika kwa kosa gani? Sijui ananishika kwa kosa gani? Unaelewa? Unahisi unaelewa? Nahisi naelewa kabisa. Mimi ni mjenzi. Nimepewa kazi ya ukuta hapa kujenga. Lakini nashangaa watu wanatuvamia hapa na kutuletea fujo sana. Yuko muona bani na timu yake. Watuletea shida sana, tuzuia kufanya kazi yetu hapa. Lakini nimepewa kazi na bosi wangu, lazima nifanye kazi yangu. Na kibali vyote vya kazi hapa. Na inasoma yote. Vibali vyote ukiwa na maana vibali gani na vibali vya ujenzi? Cha ujenzi nacho. Ambacho umepewa na nani? Na nimelipia ujenzi huko halmashauri. Ile eneo sio la Mona bana. Sio la Mona bana. Ni la nani? Alishauza siku nyingi sana. Mbona yuko hapa? Sijui anatusumbua kwa ajili gani huyo. Naitwa Nathaniel Philemon, ni mmiliki pia wa eneo hili. Eneo hili ni la Philemon Molel na si vinginevyo. Ukubwa gani? Ina takriban eka 7. Mlijua ni lini kwamba kuna uvamizi umeingia hapa? Ni jana tukiwa mjini tulipigiwa simu na mwangalizi wa eneo hili, akasema kwamba kuna watu wamekuja wamefyeka michongoma na wameanza kuchimba msingi. Ndipo tukaja kabla hatujaja tulijulisha vyombo husika, tulijulisha uongozi wa kijiji, tukaenda na polisi kueleza kwamba kuna uvamizi ili taratibu za kisheria zifuatwe. Kuna kanisa hapa limeharibiwa, watu wameingia, wamebomoa, wamevunja viti, wamevunja msalaba, wametoa nje, wamerusha barabarani. Hivyo ni kudhalilisha na wanafanya kitu ambacho hawajui anachokifanya. Ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri East Africa. Leo hakuna ibada maana jana walibomoa. Kulikuwa kuna taarifa kwamba alishauza ile eneo na kesi mpaka mliburuzana mahakamani. Ile lina ukweli gani? Halina ukweli lolote. Kisha pia kwamba viongozi tunapopata taarifa ya jambo fulani tuko tayari kufika kwa haraka. Sasa yamkini kuna mambo mengi yanaendelea huko na masuala ya mahakama na nini. Sisi kama viongozi tunaweza tusiingilie masuala ya mahakama, lakini nimefika hapa, maelekezo ambayo naweza nikayatoa hapa kwa sasa. Leo ni Jumapili. Shughuli inaendelea kama mnavyoiona hapo, na tayari hii inaonyesha kwamba kuna mgogoro. Jambo lolote ambalo lina mgogoro, sheria huwa inataka kwamba jambo hilo lisimame kwanza. Si ndio ndugu zangu? Kawaida mgogoro huwa ni mtu mmoja, wawili, ni mtu mmoja na mwingine, maana yake wawili, watatu na kuendelea. Kwa hiyo kwa misingi hiyo nimefika hapa sasa, na kwa sura hii niliyoiona hapa ninatoa maelekezo hapa hivi kwamba shughuli hii inayoendelea hapa kwenye shamba hili kwa sasa isimame mpaka tutakapojua muafaka wa jambo hili. Maana yake kujua muafaka wa jambo hili sasa itahusisha vyombo mbalimbali. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo kwenye mtaa huu wa Engosowashi hapa sasa nielekeze tu kwamba shughuli hii isimame. Na nadhani sasa kama tukishatoa maelekezo kama hivi, maana yake ni kwamba mtu yoyote kwenye kazi hii iliyokuwa inaendelea kuchimba msingi, nadhani huu